Maisha ya chuo bwana sio marahisi kama watu wanavyochukulia mtaani. Chuo kuna changamoto nyingi, wengine wanakata tamaa, wengine wanaacha kabisa chuo. Nikukumbushe, hii ni The University Life, yani maisha ya chuo. Hii ni sehemu ya 9. Sehemu ya 8 tulishia pale Adric alipoenda cafeteria pamoja na Alexander na walipanga kumpigia Catherine. Nini kiliendelea? Basi ungana nami katika sehemu hii ya 9. Pia ili usiweze kukosa sehemu zinazofuata, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa kila tunapo-upload. Nikukaribishe katika sehemu hii ya 9. Alexander kabla hajampigia Catherine aliona bora kwanza ampigie Haila ili aone kama kuna uwezekano wakutane. Haila hakuwa na kipingamizi, alikubali na alielekezwa walipokuwa akina Alexander na alienda. Alipofika, Alexander alikaa karibu kabisa na Haila na waliagiza chakula wakaanza kula. Basi Alexander alimuuliza Adric, "Oya, nimpigie Kate au?" Mpigie. Akija tutajua ukweli." Basi poa." Catherine akiona marafiki zake nao walikuwa wanapanga kwenda kula chakula. Catherine hakuwa na raha kabisa kwa sababu Alexander alikuwa hataki kabisa mazoea naye. Basi aliwauliza marafiki zake, "Eti Karen, kwani mimi nina kasoro gani?" "Kwa nini unauliza hivyo Catherine?" "Yaani sielewi kwa nini Alexander hataki kunielewa." Karen na Krista walishtuka kwani hawakutegemea kabisa kuwa Catherine anaweza kusema kitu kama hicho. Catherine, kumbe bado mawazo yako yapo kwa Alexander kweli? Ndio maana Adric alikuwa anakupigia unakataa kwenda kula naye. Kwa nini unafanya hivyo?" alisema Karen. "Sitaki kusikia masuala ya Adric. Mimi hapa naongea kuhusu Alexander. Mambo ya Adric yanatoka wapi?" alisema Catherine. "Kwani Catherine, hujui wale ni marafiki? Angalia usije ukawakosa wote." "Amna, mimi najua Alexander hawezi kunikatalia." "Mbona ulisema hakuelewi? Yule hawezi kukubali hata siku moja kuwa na wewe kwa sababu anajua wewe ni shemeji yake. Pia Alexander hanaga muda na wanawake, acha ujinga Catherine. Mpende Adric, yule anakupenda." "Wewe unachukulia rahisi tu Siwezi kuendelea na mtu ambaye simpendi. Mwanzo nilikubali ili tu niwe karibu na Alexander, lakini sikuwa nampenda Adric, siwezi kuendelea kwa naye." Makubwa. Ndio hivyo Mungu wangu, Alexander ananipigia." Catherine alisema hivyo huku akionyesha simu marafiki zake. Hakutegemea kabisa kama Alexander angeweza kumtafuta. "Hello?" alizungumza Catherine huku akilegeza sana sauti. "Hello Catherine, mzima wewe?" alijibu Alexander. "Mimi mzima, hofu kwako." "Mimi mzima pia." "Amani, tunaweza kuonana?" "Ndio, wapi?" Basi Alexander alimwelekeza Catherine sehemu waliokuwa wamekaa. Bila kupoteza muda, Catherine alisimama akawaambia wenzake, "Nyinyi mlikuwa mnaniambia eti Alexander hawezi kunitafuta. Ona sasa hivi ananitafuta, twende tukale chakula." "Aya bwana." Marafiki zake waliguna tu kwani hawakuwa na la kuongea. Walimwonea sana huruma Adric kwani Catherine alionekana ameshaelekeza hisia zake kwa Alexander. Basi Catherine alianza kutembea kuelekea sehemu ile aliyoelekezwa na Alexander. Adric alikuwa amekaa na kina Alexander lakini hakuwa na amani kabisa. Kwani mwanamke alikuwa anampenda alikuwa amekubali kuitwa na mwanaume mwingine wakati yeye alimuita alafu akakataa. Hakuwa na jinsi. Alijikaza kisabuni na aliendelea kukaa huku akimsubiri Catherine. "Adric, mbona hivyo?" aliuliza Alexander baada ya kuona Adric hayuko sawa kabisa. "Alexander,
Mimi sitaweza kuvumilia kuona Catherine anakuja hapa anakufuata wewe wakati mimi nilimpigia na alikataa. Useme hivyo Adric. Tumemwita hapa ili tumalize tofauti zenu. Kama ana hisia zozote kuhusu mimi, nimwambie kabisa kuwa hawezi kuwa nami, maana tayari nipo na Haila. Haila alimkata jicho Alexander mpaka Alexander akapata kigugumizi, lakini aliendelea kuongea. Ngoja aje, ukiona anakusumbua unaachana naye, wanawake wapo wengi. Kutokana na maneno aliyosema Alexander, Adric aliamua kujikaza kiume ili Catherine atakapokuja ajue cha kufanya. Baada ya muda mfupi Catherine alifika, lakini alishtuka sana baada ya kumkuta Adric pale. Kilichomshtua zaidi ni baada ya kumwona Haila akiwa amekaa na Alexander. Hakutaka kuamini kabisa kwa yule alikuwa mpenzi wa Alexander. Alijipa matumaini kwa yule atakuwa ni ndugu yake na wala sio mpenzi wake. Basi hakuwa na jinsi, kwani maji alikuwa ameshavulia nguo. Aliamua tu kukaa. Karibu sana Catherine, alisema Alexander. Asante. Mdumu alifika pale na Catherine aliambiwa agize chakula, lakini alikataa na aliagiza tu juisi. Ukimya ulitawala kwa muda mfupi na Alexander aliamua avunje ukimya. Catherine, mbona Adric alikuwa anakupigia akakwambia mji mpate chakula lakini ulikataa? Nilikuwa na marafiki zangu, nisingeweza kuacha. Catherine, marafiki zako wanaweza kukufanya usiende kuonana na mtu unayempenda, au siku hizi umpendi Adric? Hivi wewe, maswali gani hayo unaniuliza? Kwa hiyo ndio umenitia ujinga huo? Alifura kwa hasira Catherine. Sio ujinga, unafanya mwenzio anakosa amani kabisa. Anashindwa hata kula. Kama anashindwa kula, atakuwa na sababu zake binafsi, sio mimi. Catherine, unasemaje? Mbona umebadilika hivyo? Kuna kitu chochote kibaya nimekufanyia au? Alisema Adric. Ndiyo, alijibu Catherine. Nimefanyaje Catherine? Kosa lako ni kuwa na marafiki wazuri kuliko wewe. Kwa kifupi, nampenda Alexander na wala sio wewe. Unasemaje wewe? Unasemaje wewe mshenzi? Unathubutu kuongea ujinga huo mbele yangu? Alisema Adric huku akimpiga Catherine, kwani maneno yale yalimuumiza sana. No Adric, utasababisha mambo mengine. Acha kumpiga, alisema Alexander huku akimtoa Adric, kwani alikuwa anataka aendelee kumpiga Catherine. Ngoja nifundishe adabu mshenzi huyu. Hawezi kuongea ujinga huo mbele yangu. Ukweli Adric aliumizwa sana na maneno yale aliyosema Catherine. Ilikuwa kama kumdharau mbele ya rafiki zake, na hiyo ndio sababu Adric alimpiga Catherine. Basi alipoona Catherine analia pale, Alexander alimnyanyua Haila, akapitisha mkono kiunoni, wakawa wanaondoka sehemu ile kama wapenzi. Adric alishuhudia kitendo kile, akajikuta anazidi kuumia. Maumivu aliyopata ilikuwa bora kile kibao alichopigwa na Adric kuliko yale maumivu ya kumwona Alexander akiwa amemshika mwanamke kiuno tena mbele yake. Aliendelea kulia pale asijue afanyeje. Adric alipoona Catherine analia, alimuonea tena huruma. Japokuwa maneno aliyosema yalimuumiza, lakini alimfuata Catherine akamwambia, Catherine, naomba nisamehe. Nakupenda sana, lakini mambo unayonifanyia yatakufanya ujute baadaye. Niache Adric. Haiwezekani umenipiga mbele za watu. Naomba kuanzia leo achana na mimi. Catherine, mimi siwezi kukuacha, nakupenda. Unanipenda kitu gani? Sitaki kusikia kabisa. Sawa, lakini vitu unavyofanya unajidhalilisha mwenyewe. Adric alisema hivyo akaondoka zake. Ukweli moyoni alikuwa anaumia sana, lakini aliona hakuna jinsi. Aliamua kuondoka, kwani aliona Catherine amejua anapendwa sana, ndio maana ameamua kumtesa. Mapenzi bwana,
unayempenda hakupendi na anayekupenda nawe humpendi. Achana nayo guys. Naendelea kukukumbusha hii ni The University Life, yani maisha ya chuo. Haila akiwa na Alexander walitembea mpaka sehemu Alexander alikuwa amepaki gari. Njiani Haila alimuuliza Alexander, kwa nini alipokuja yule dada ulisema maneno yale? Maneno gani tena? Ulisema upo na mimi. Kwa hiyo hujapenda? Nimeuliza tu. Nataka tu yule demu asiwe na mazoea na mimi. Kama nimekukosea naomba nisamehe basi. Usijali. Basi waliendelea kuongea na mwisho walikubaliana warudi tu nyumbani. Hisia kali za mapenzi zilikuwa zimeshaanza kutawala akili zao, na kila Alexander alipokuwa anamwangalia Haila aliona jinsi gani anampenda. Alipanga kufanya mengi pale tu Haila atakapokubali kupokea moyo wake. Aliapa atampenda na kumjali kadri ya uwezo wake. Yote hayo alikuwa anawaza Alexander alipokuwa anaendesha gari. Kuna muda alihisi amebeba mke wake. Haila naye alikuwa anamwangalia tu Alexander. Muda wote taswira ya Alexander alipokuwa anatembea naye huku akiwa amemshika kiuno ilikuwa inazunguka kichwani mwake. Kwa upande wake hiyo ilikuwa siku yake ya kwanza kushikwa kiuno, hivyo ilimfanya aweze sana tukio lile. Walipofika nyumbani kwa kina Haila waliagana na Alexander aliendelea na safari ya kuelekea kwao. Alipofika moja kwa moja alienda chumbani kwake, akaoga, akarudi kitandani. Alitamani muda huo angekuwa na Haila anamchezesha kidalipo. Basi alichukua simu akampigia Haila. Hello. Alizungumza Haila. Hello Haila, uko poa? Ndio niko poa, niambie. Unafanyaje? Nimetoka kuongea na auntie na anaelekea chumbani. Jamani. Jamani ni Alexander. Natamani tungekuwa wote muda huu. Leo Alexander una nini kwani? Kwani unauliza hivyo? Wewe jibu. Basi sijui. Mimi nataka nikaoge. Tutaongea baadaye. Poa. Haila alipomaliza kuongea na Alexander alienda kuoga huku akiwaza Alexander alivyokuwa chizi kwake. Kwa upande wa Alexander alipokuwa pale kitandani alivuta picha jinsi Haila alivyokuwa anaoga. Aliwaza jinsi anapokuwa hana nguo anavyokuwa, na alijikuta anaumia tu kwani mawazo yale yalimfanya jogoo awike. Kuna muda alipata maumivu sana sababu ya kuanza penzi la Haila mpaka akajisemea, kesho lazima nimueleze. Lazima nimwambie kuwa nampenda, siwezi kuendelea kuumia hivyo na mhusika yupo. Alexander aliwaza hayo, akatoka akaenda kusalimiana na wazazi wake kwani alihisi wamesharudi. Shikamoo baba. Marhaba Alexander, umeshindaje? Salama baba, sijui wewe. Tunamshukuru Mungu. Leo naona umerudi mapema. Nilikuwa nimechoka sana. Sawa. Baba, kesho mtakuwepo nyumbani? Muda gani? Mchana. Ndio nasi ndio tutakuwepo. Unataka nini? Kesho nitakuja na rafiki yangu. Rafiki gani? Msichana. Anakuja kuwasalimia. Alexander, au unataka kuoa? Baba, hapana. Ni rafiki yangu tu, wala hatuna mahusiano yoyote. Kuwa mwazi mwanangu, mimi ndio baba yako. Kweli baba? Kwa hiyo mke wangu namuona lini? Usijali baba, utamuona tu. Basi Alexander aliendelea kuongea na baba yake Mr. Allen. Mzee huyu alikuwa wa makamo, hivyo maswali mengi alikuwa anamuuliza mwanae ili ajue kuwa ana mpango wa kuoa kwa wakati huo au la.
Alexander alikuwa tayari kuoa muda wowote, kwani mpaka muda huo alikuwa na nyumba, gari na pesa ya kutosha, japokuwa bado alikuwa mwanafunzi wa chuo. Hii ni kwa sababu baba yake alikuwa anamuingizia hela kwenye akaunti yake kila mwisho wa mwezi. Basi Alexander alitoka pale huku akiwa anawaza maneno yale alimwambia baba yake. Alitamani itokee kwamba ameshamtongoza Haila na ameshakubali, ili siku atakayoenda kwa wazazi wake awe anamtambulisha mpenzi wake na wala sio rafiki tu. Alitamani kuambia Haila kwenye simu, lakini akaona sio njia nzuri, bora tu asubiri wakiwa wote ndo amwambie kuhusu hisia zake. Kathleen aliendelea kulia pale na mwisho aliona tu ajifute machozi na aliamua kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani, dada yake hali aliyokuwa nayo aliona, akamuuliza, "Kathleen, mbona unalia hivyo? Tatizo nini?" "Dada, Adric kanipiga tena mbele za watu." "Kakupiga? Tangu lini Adric kaanza tabia hizo?" Kathleen aliamua kumweleza dada yake jinsi ilivyokuwa, na alipomaliza dada yake alimwambia, "Usijali mdogo wangu, kama vipi achana na Alexander, mpende tu Adric kwa sababu anaonekana anakupenda." "Dada, nampenda Alexander. Siwezi kuwa na Adric, kwanza kanipiga. Inaonyesha anipendi kabisa." "Kathleen, Adric anakupenda. Kakupiga kwa sababu uliongea maneno ya kejeli mbele ya marafiki zake. Kwa jinsi ninavyomjua Adric, anakupenda sana. Dada, naenda kulala." Kathleen aliona dada yake anaendelea tu kumpotezea muda, hivyo aliona bora tu aende chumbani kwake. Alienda kuoga, alafu aliporudi alimpigia Alexander, lakini majibu yalikuwa hivi: "The number you're calling is busy. Please try again later." Maneno hayo yalizidi kumvunja moyo na alijaribu tena na tena, lakini ilikuwa hivyo hivyo. Basi alijikuta nakata tamaa kabisa na alijisemea, "Ngoja nimpigie mara ya mwisho. Asipopokea nalala tu, sina jinsi." Basi alipiga tena na hatimaye simu iliita na ikapokelewa. "Hivi we dada, ni jini au umetumwa au? Yaani naongea na mpenzi wangu alafu unanipigia kila muda. Simwambia simu inatumika. Kinachokufanya uendelee kupiga nini?" "Alexander, kwani nimekosea nini? Nimekosea kukupenda? Kwani unatesa moyo wangu hivi? Nakupenda Alexander, please. Naomba heshimu hisia zangu." "Ona unavyojishusha hadhi. Kuna hata aibu eti unanipenda. Siwezi kuwa na wewe. Utaendelea kuwa shemeji yangu tu. Kwanza unalazimisha mapenzi, shauri yako, utazeka vibaya." Alexander alijibu hivyo akakata simu. Kathleen alibaki akiwa analia, asiamini alichojibiwa na Alexander. Alijihisi kufa sio kufa, machozi yalimtoka yakaloanisha uso wake. Kutokana na jinsi alivyokuwa analia, alivimba macho na uso na mpaka uzuri wote ulipotea. Ama kweli kupenda sehemu usiopendwa ni sana kupanda mbegu kwenye mwamba mgumu, kwani hata iweje mbegu hiyo haiwezi kuota. Kathleen alilia mpaka alipopitiwa na usingizi. Naendelea kukukumbusha, hii ni The University Life, yaani maisha ya chuo. Msomaji wako ni mimi Angelina, na hii ni sehemu ya 9. Kujua nini kilifata, tafadhali usikose kuendelea kufuatilia mkasa huu wa kusisimua, na ili usiweze kukosa, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Asante na endelea kuwa pamoja nasi.